Kwa majina naitwa Daktari Waswa. Mimi ni daktari wa mitishamba. Huyu mama alinipigia simu kuhusu hata ameibwa pesa zake, ilikuwa tarehe 27 hii mwezi ambayo imepita. Bila alinipigia simu, nilikuwa safari, nilikuwa na appointment upande wa Eldoret. Sasa nilimwambia wacha nitoke huko, lakini nitakuwa na appointment ya watu wengine huko side za Nairobi, sababu niko na ofisi hapo Kitengela. Tutapatania upande wa huko. Kaa uko na mali penye unaweza lala, unigoje, nitakuja tarehe 29, alafu nikishafika nitakwambia tupatane na wewe. Sasa vile nilifika Nairobi, nilipigia huyu mama. Alikuwa anaishi, sasa uko na mali penye alikuwa labda alikuwa amejiekelea, ndiye akapata kunitafuta, akakuja, nikamdirect hapa Kitengela, akapata kukuja, tukapatana na yeye. Akanielezea alikuwa na pesa na bag, alikuwa anatoka safari side za Western. Akakuja, sasa nikamuelezea uko na mali pa kuishi, akasema hana mali pa kuishi, ndiye alikuwa amekuja kuanza maisha. Nikamwambia sasa mimi mara nyingi nafanya kazi yangu mali penye kumeibwa, hao watu wanapelekwa hapo mali penye kumeibwa, lakini sasa wao wanasema ona hata makao, tunafanya kazi namna gani? Nikamwambia option nyingine, labda naweza fanya kazi hii wao watu warudishwe kwenye polisi, ama labda vile niko na ofisi hapa Kitengela, wakuje wamwabu hapa kwa ofisi yangu hapa Kitengela. Akasema vile au kwa na pesa ya kutosha, malipo ambayo ilikuwa inatakikana. Kilibidi nimwambie alipe pesa ambayo yako nayo tupate vifaa vya kazi, nipate kufanya hiyo kazi yake. Wakati huo akaitikia alikuwa na pesa kidogo, nikamuongezea, tukashughulikia hiyo mambo, kwa sababu alisema hiyo mambo ikikamilika atatoa kwa hiyo pesa nipate kunilipa mshahara wangu. Kwa hivyo nikaongea naye tukaelewana. Nilikuwa nampigia kila mara kwa mara ili nipate kuona ya kwamba hata nilimwadvise aende apate OB. Cha kwanza nilimwadvise aende apate OB. Akipata OB, mara nyingi napenda kufanya kazi kama serikali, najua nimehusisha mambo yangu na serikali, ili mob justice, unajua mambo ya wizi watu wamechoka. Unaweza shtukia mob justice imepata kuangukia mtu. Sasa nikamwadvise aende apate OB. Bila alipata OB, nikamwambia ni sana kuja tarehe 29. Vile nilifika nikampigia, nilikuwa na appointment ya watu watatu. Yeye akawa mtu wa 4 wakati huo. Sasa ndio niliona vile alikuwa ananipigia kama nalia, nilitangulia kumuita yeye. Yeye ndiye alitangulia kwa ofisi, tukaongea na yeye, tukapata kuelewana. Vile tulielewana, akapata pesa ambayo alisema ndio alibakisha kidogo yenye alikuwa ameweka hapa kwa matiti. Kwa hivyo hiyo pesa ndio tulianzia, nikamuongezea pesa kidogo kulingana vile niliona analia, kuna mtoto anateseka. Nikamwambia hii kazi nikifanya inaweza maliza siku 7 ama siku 4. Hiyo ndio itakuwa imeenda sana. Kwa hivyo vumilia, nitakuwa tu tunaongea kwa simu, hiyo mambo yake kifanyikiwa naenda ukupigia simu. Kwa hivyo tulikuwa tunapigiana masimu. Hata ninamwambia aende kwa polisi kwanza, aangalie kama kuko na ripoti yote pia yenye wamepata. Wakati huo vile alienda, alimwambia bado wanachunguza. Kwa hivyo nilimwambia hapana, wewe tulia, mimi kazi yake inaendelea, nilishaweka kwenye mtego. Wewe tulia, hawa watu wanaenda kupatikana. Leo asubuhi saa 12 nilikuwa natarajia hii kazi jana, lakini vile niliona kama inaendelea na spend kufanya kazi usiku, kilibidi hii kazi ni isukume mbele ili apate kuona ya kwamba inafanyikishwa asubuhi. Nimempigia saa 12 kama naona dalili zinanionyesha kutoka kwa kipawa changu. Hayo ndio mambo ambayo ninaweza pata kuambia wananchi, na mwenye ananisikiza, si hii kazi peke yake ndio nafanya shughuli nyingi, lakini zingine tukiongea kwa simu ndio inakuwa at least mtu anaelezana, ndio nakuelewa kile unataka. Si peke yake ndio nafanya. Hapa Kitengela tangu kuja wakati gani saa hii umepata watu wangapi? Wakati huu nimekuja ukeuka kwa sababu niko na ofisi nyingine side za Syokimau. Kwa hivyo huku nilikuja kufungua ofisi, nimemaliza mwezi mmoja. Yes. Kwa hivyo ni nani na kweli ni wapi? Mimi ni mtu wa Uganda, lakini sana nakaa Eldoret, Vihiga na Syokimau. Yes. So hapa Kitengela umekaa kwa muda wa? Nimekaa karibu muda wa mwezi mmoja. Tangu nikomboe hii nyumba, nikawa na program ya watu 2 watatu wakiwa wanakuja hapa. Alafu ni kazi yako unasema uko license na serikali? Yes. Yeah. So ni nguvu ya aina gani hiyo unatumia? Ni kipawa ambao kilitoka kwa watu wa ukoo. Kwa hivyo ndio nikiinherit. Yes. Umeanza kuwa na miaka ngapi? Karibu miaka 15. Daktari, na swali. Sasa niko na miaka 31 kwa sasa hivi nikifanya hiyo kazi. Daktari, na swali kwako. Yes. Sasa daktari, hii nyuki unatumia ni ya kushika watu ama pia uunda asali? Sorry? Hiyo nyuki unatumia kushika watu? Ni nyuki na ile nyuki ya kawaida.
24 75 34 7 07 24 75 34 41 07 24 75 34 41. Hiyo ndio nambari yangu ambayo yenye imejulikana sana. Yes. Sasa wako tu kwa ile room, nataka tu tumeingiza room kuwatengeneza. Baada ya kuwatengeneza, nataka niwakabidhi serikali, kwa sababu hawezi pelekwa kwa polisi kama wako active, walikuwa wameshapoteza fahamu. So wakishatoka hapo wanaenda kwenye polisi, na serikali najua niko nayo hapa, naenda kuwashikisha serikali yenyewe ianze kazi yake. Yes. Sorry? Sai tu tukimalizana na nyinyi hapa. Yes. Hakuna shida, wao utakuja tu tutaongea baba. Na kidogo daktari, niulize malipo ya shughuli hii ni 50,000. Yes. Sawa. Okay. Asante wasikilizaji wetu, jinsi mnavyoona habari ni kama hiyo. Tumepata nafasi ya kuzungumza na Daktari Waswa ambaye ametupatia maelezo yake zaidi pamoja na kazi yake, na anapatikana hapa Kitengela, na tutazidi kuwapa habari zetu jinsi zinavyochipuka. Asanteni sana kukuwa pamoja na sisi. Sisi ni Planet Gym News, tunapatikana eneo la Kitengela, na asanteni sana.